Habari njema kwa watu wote ilivyoandikwa na Marko. Yesu alisema na Mafarisayo kwa mifano. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akazungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Hata kwa wakati wake akatuma mtumwa kwa wale wakulima ili apokee kwa wakulima katika matunda ya mizabibu. Wakamtoa, wakampiga, wakamtoa nje, hana kitu. Akatuma tena kwao mtumwa mwingine, na huyo wakamtia jeraha za kichwa, wakamfanyia jeuri. Akamtuma mwingine, huyo wakamua, na wengine wengi, hawa wakiwapiga na hawa wakiwaua. Basi alikuwa na mmoja bado, mwana mpendwa wake. Huyu naye akamtuma kwao mwisho, akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima wakasemezana, huyu ni mrithi, haya na tumue, na urithi utakuwa wetu. Wakamkamata, wakamua, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu. Basi atafanyaje yule bwana wa shamba la mizabibu? Atakuja na kuwaangamiza wale wakulima, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Hata andiko hili hamjalisoma. Jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Nao wakamtafuta kumkamata, wakaogopa mkutano, maana walitambua ya kwamba ule mfano amewanenea wao. Wakamwacha, wakaenda zao. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ni Jumatatu katika juma la 9 la mwaka A wa kanisa. Sehemu ya Injili tuliyoisoma hivi punde inamwonesha Yesu akiwa anatoa mfano, lakini pia katika mfano huu anawazungumzia wale ambao hawasikii habari njema, wale waliotumwa kabla yake, lakini pia yeye mwenyewe kama mwana mpendwa wa Mungu. Mwishoni anakuja, lakini watu ambao alitumwa kwao kuwahubiri hiyo habari njema wanahujumu hata uhai wake, wanamtesa, wanampiga, lakini pia mwishoni wanahujumu hata uhai wake, kitu ambacho walikifanya hata kwa wale ambao walitumwa kabla yake. Daima mtu mwema, tunapata maana hii, daima mtu mwema ni mahakama ya mtu mwovu. Kipande hiki cha Injili kinatuongoza tuseme jambo hili: mtu mwema ni mahakama ya mtu mwovu. Na tunafundishwa nini? Kwa sababu mwishoni Yesu, licha ya kukataliwa, anatimiza lengo alilojia. Tunafundishwa kwamba tusikate tamaa katika kusisitiza lililo jema au kusisitiza kile tunachokitaka katika maisha, hasa yale ambayo ni mambo mema. Na tukumbuke kwamba matokeo ya kufa kwa mbegu moja ama kadhaa ndiyo matunda. Matunda ni matokeo ya kifo cha mbegu moja ama kadhaa. Na hivi katika kusema hivi tunapata picha kuwa kutangaza habari njema ni sadaka.
Ndio maana hata Yesu mwenyewe wakati fulani amesema, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hasemi kwamba kwake hakuna mizigo wala hakuna nila sawasawa na zile ambazo tumezizoea duniani, lakini nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Maana yake kutangaza habari njema, tunatangaza habari njema tukiwa na matumaini ya kupata uzima wa milele kama thawabu yetu. Basi tujiunde, lakini pia tujiweke katika mazingira ya kutorudi nyuma pale tunapokutana na vikwazo, maana uzima wa milele ndiyo thawabu yetu sisi ambao tutafanikiwa kuvipita vikwazo hivyo mbalimbali katika kuhubiri habari njema kwa maneno, kwa matendo, lakini pia hata kwa fikra zetu. Tumsifu Yesu Kristo.